But Lord, you saved us in 2020. You walked with us in 2021. And now, Lord, you are going to walk with us forever. And we are not going to die because of COVID-19. Father, we pray that we may be able to preach your word, to be able to walk around this country freely. We know, Lord, you love us. And so we know you are going to cover us with the blood of thy Son, Jesus Christ. This day, O Lord, we have come because of what you have done for our church. We are celebrating 100 years since the inception of Women's Guild Ministry. First of all, we want to thank you. Since 1922, we have seen your heart. We have seen you working with us. We have seen you make this ministry to grow. We have done exploits for you, O God. And now, Lord, we are here so that we can thank you and we can celebrate the 100 years we have been in operation. Lord, we want to remember many women and young girls who started this movement. And some of them are not alive today. But they have left a legacy. Now, Lord, it is our time. We pray that in another 100 years, we are going also to leave a legacy. Lord, we want to remember the families of those women who have already departed from this world. Father, may you see them through, and we pray that in each home there will be a Women's Guild member, so that whatever was started by the mother is going to continue to the end of this world. We want to thank you for girls. We really appreciate that they have embraced coming to join women, and also remembering that they are the first ones that started the Women's Guild. Father, I know they have many challenges, but I know you are going to walk with them. You are going to talk to them through your Holy Spirit. And we pray that they are not going to be despised by anyone. In the mighty name of Jesus. Help them to go through their education. Help them to go through whatever they are doing at this particular time. And we also pray that they may have your favor as they are working in various sectors. Lord, we also want to remember that thus far you have brought us. And you have raised Jesus Christ as the stone of help. He is the one who died for us. And we pray that every woman should remember that without Jesus, there is nothing good that can happen in their lives. Without Jesus, there is nothing that can happen in the lives of men, the life of our young men, and the lives of our children. Help us remember that you are the stone of our help. We want to remember Hannah in the Bible. She came back after she prayed so that she can fulfill her vow. As women of this ministry, we pray that we will honor the vows that we have taken in this church. There are many times we have heard all manner of things happening, but we pray that your Holy Spirit may guide us and may help us, so that by the end of it all, we'll be able to come out victorious. We want to remember Deborah, who was a judge. And Lord, we know that you are going to raise women among us who are also going to be judges. And we have the Chief Justice, who is a lady. We thank you, Father, because every possession can be taken by these women who are here. And Father, we pray that we dedicate our lives unto you. And now, Lord, we want to ask each woman here, what can we render unto the Lord because of what he has done for us all these many, many years? We are going to lift the cup of salvation and thank you
for everything that you have done. And we are going to fulfill our vows. And we are going to be the stone of help for other people. Father, we want to remember the director and her office. She has worked tirelessly with them so that we can have this occasion. We are going to rejoice and be happy. But behind the scenes, we remember the director because of the kind of work that she has done so that this can become a reality. Lord, we pray that you may bless her with her family and even her office. Bless them to the glory and honor of your name. As they sit down to plan for the ministry, we pray, Father, that you may give them insight so that they are able to take us and propel us to other and great heights in this nation. We bless thy holy name and we honor you. And now, I want all the women to stand. All the women to stand. And in the language, your local language. Amen? In your local language, we say the Lord's Prayer. Can we start? Deitore iguru, reitore akuniria muro, uthamaki waku ni uke, oria wendetewe, ni wikagwo guku thi, otoria wikagwo ku iguru, tuhe umuthe irio citu cia gutuigana, na utuhere mehia maitu, ndora indi tuhagira aria matwihagia, na ndugatutware magerio-ini, na gutuhonokia utuhonokagie uruine, ni undu uthamaki ni waku, ona hinya, ona kibosho, tene na tene. Amen. Can we clap for the Lord? Amen. So tunashukuru Mungu kwa mahali ambapo tumefika. Ni vizuri kujua ya kuwa tuko live on CAP TV, tuko live kwa Royal Media Service Citizen, na so ukae chonjo, ambia neighbor akae chonjo, usilale. Sawa sawa. We have ladies who can help us usher our guests. Hawa wasichana ambao mnaona mahali hapa wako na maua ya yellow, those ladies watawapanga ili mkae vizuri. Na wale ambao ni wa hapa, tafadhali ukiona mgeni amekuwa stranded, hana kiti, please, 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 tuwape kiti. Na kama tuna viti zimebaki mahali, zinaweza kuletwa ili watu wakapata mahali pa kuketi. Wakati huu nitamwalika mchungaji wa parokia hii na pia ndiye clerk wa presbytery hii atusalimie, atukaribishe, na ikiwezekana atupe jiografia mahali hapa. The other introductions tutazifanya baadaye. Karibu mchungaji. Okay, Bwana asifiwe. God is good and all the time. Kwa majina naitwa mchungaji Kevin Ng'ang'a, na ni mimi mchungaji wa parokia hii ya Thogoto, na yangu nataka kuchukua fursa hii ili niweze kuwakaribisha nyote ambao umeweza kukuja katika kikao hiki, tukiongozwa na moderator wetu wa kanisa letu la Kipresbyterian, Light Reverend Thogo Mutahi, pamoja na wa Secretary General, the DSG Honorary Treasurer, na pia past moderator mchungaji Light Reverend Jessica Mau. Nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha nyote, na pia nataka kuchukua fursa hii kukaribisha hata Kikuyu Presbytery, kwa sababu mahali tuko katika Kikuyu Presbytery, na moderator wetu wa Presbytery yako pamoja nasi, mchungaji John Mwati. Na inataka pia kuchukua fursa hii kukaribisha presbytery zote ambazo zimetuma wakilishi ili wakaweze kukuja katika kikao hiki,
siku hii ambao tunasherekea miaka 100 tangu tulipoanza kikundi hiki cha wamama wa Women's Guild, na kwa hivyo mjisikia kwamba mmekaribishwa katika kikao hiki. Pia ninaona ya kwamba tuko na waheshimiwa ambao wameweza kututembelea siku ya leo, our governor wa Kiambu pamoja na governor Anyang' Nyong'o, na pia tuko na Mother Karua ambayo tuko pamoja na yeye, na pia tuko na deputy governor wa kutoka Nyeri. Nyote ambao umeweza kukuja katika kikao hiki, otherwise mjisikia kwamba mumekaribishwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu sitarudi hapa, one announcement ambao niko nayo ni ya kwamba ni vyema tujue ya kwamba COVID-19 iko pamoja nasi, na kwa hivyo ni vyema mahali yuko uone ya kwamba umevaa barakoa, na tuhakikisha ya kwamba yale maelekezo ambayo tulipatiwa na Ministry of Health tuweze kuyafuatilia kwa njia ambayo inafaa. Na tukimalizia hii ibada ya Women's Guild afternoon, tuko na ibada ya Christian Education, wakati watakuwa wakifrag off the visitation ya kutembelea mashule, na kwa hivyo at 3 tutakuwa na ibada kule kanisani, na kwa hivyo ni vyema tuweze kujumuika ili tuweze kusupport kikundi cha Christian Education. Otherwise, karibuni sana na Mungu awabariki. Amen. Asante sana mchungaji Kevin kwa makaribisho yako. Najua sasa tuko sawa. Ninaomba tuendelee kutulia, wanaopanga wageni wapange polepole, maana tuko kwa ibada. Wakati huu nitamwalika mchungaji Peters ili aombee watoto, na baadaye mchungaji Reverend Gatu ataombea vijana, alafu tutaendelea. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise the Lord. Mahali watoto wako wale wako karibu nasi waweze kujongea hapa mbele, hata wao wasikie ya kwamba ni part and parcel of this fellowship. Watoto, come over, come over, come over, come over. Children, come over. Yesu apenda watoto kama si. Yesu, kanyangeni mpaka kwa jukwaa. Hata nyinyi msikia vizuri. Praise the Lord. It's good, it's good, it's good. Aya, wale ambao watachelewa 1 minute ikiisha, then we'll be able to continue. Meantime, today we have a hymn book for children. Wimbo ya watoto iko hapa. So, abia mam akununulia kitabu ya kuimba nyimbo za watoto hapa. Hata wewe mom ambao umetoka mahali popote in Kenya, carry a gift to your children, hymn book for the children. And other books that are available there, we can be able to carry them home. Church, we are going to raise up. Tutasimama wote. Haya watoto tunapoomba, what do we do? What do we do when we are praying? Yes? Do you want to kneel down on the carpet? Okay. If you want to kneel, it's okay. If you want to stand, if you want to put your hands together, it's okay. Let's pray. Our eyes closed. Mungu Mwenyezi, unayetupenda sana, twakuhimidi sana, twakuabudu sana. Ulitengeneza vitu vyote ambavyo tunaviona ulimwenguni. Miti mikubwa, bahari kubwa, mawingu, jua. Twakuhimidi sana. Twanja mbele zako kama watoto wadogo na wazazi wetu, tukiomba utusamehe. Mahali tumefanya makosa, we come to say sorry. We come to say mahali tumetukanana, we say. Mahali tumepigana, we say. Mahali hatujakuwa waaminifu tukitumwa, we say. Hata mahali tumeambia wengine maneno mabaya, we say. And dear God, we pray for your blood to wash us. Once again we come before you, Jesus, to tell you thank you. Since the term started, you have been with us, and we come to say
Thank you. Tumekuja mid-term na tumefurahia kupumzika, we say. Giving us very good parents and relatives, we say. Even giving us a good church where we can worship God, we say. Even giving us health and good happiness in our homes, we say. May your name be glorified. Now, God and our Lord Jesus Christ, the Bible tells us you love us so much. And therefore, tunakuomba utusaidie kukaa tukiwa good boys and good, so that mahali popote tunaenda tunakutukuza. Shetani yule mbaya anatufundisha mambo mabaya, but we want to say in this altar, no to Satan. Ashidwe katika jina la Yesu. Sisi ni wa Mungu. Hata tukirudi shule kesho, we want you to walk with us. When we are on the road going, be with us. When we are in school, be with us. When we are in the buses, we say, be with us. When we are in church, be with us. And bless us in every way. And glory and honor shall be yours, because you are wonderful and you are marvelous. We thank you for our moms. We thank you for our daddies. We thank you for everybody. We pray, bless them. We say, bless them. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit, we say, and again, God bless you. Amen. Tukiwa tumesimama vile, tukiri imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akatezwa zamani za Ponto, akasurubiwa, akafa, akashuka mahali pa wafu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lilo moja, shirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kiama ya mwili na uzima wa milele. Amen. God bless you. Let's appreciate the children wanapoenda kwa darasa kusoma. Wakati huu tunawaalika vijana wote, the young people, wherever you are, mje ili muombewe na Reverend Gatu, director wa TEE. Tugeuliza vijana wote ambao wako hapa. Tunasema vijana ni kutoka miaka 35 kurudi chini. Pahali huko simama. Hebu niwaone pahali mko. Kama wewe uko 35 and below, simama where you are. Just stand where you are. Stand where you are. Thank you, thank you, thank you. Kama unaona kijana hajasimama, mwambie asimame, ili tuweze kuomba nanyi pahali mko. Kwa sababu safari ambayo tunasherehekea siku ya leo ilianzishwa na wasichana. Na wasichana wakapeana baton kwa wamama. Kwa hivyo tunaomba na vijana nao katika maisha yao waandike historia yao itakayokumbuka miaka itakayokuja. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asanti kwa sababu ya vijana wetu ambao wamesimama pamoja nasi. Tunasema ni asanti maana umewalinda. Wengi wako na shukrani kwa sababu ya safari ambao wameitembea katika maisha yao ya imani, katika maisha yao ya kimasomo, katika maisha yao ya kikazi. Pia tunakumbuka kuna wale ambao wanakuaminia milango ifunguke. Kwa sababu Mungu Baba wako shuleni, wanaomba masomo yawe mazuri, wapate Mungu Baba alama ambazo ni nzuri na waweze kuendelea katika karia zao. Kuna wale wamemaliza wanaomba kazi, fungua milango ya kazi. Walio katika relationship, Bwana waingie katika relationship ambazo zitawasaidia kujijenga wala sio za kuwabomoa. Bwana tunaomba walio katika familia na wanaanza familia, Mungu Baba uwaelekeze. Tunakumbuka vijana wengi ambao wengine hawako hapa na wanakuaminia mambo mengi, watembelee. Waliofungwa kwa sababu ya addictions za aina zote, Bwana tunaomba uwafungue. Wanaotafuta njia na wamepotoshwa, Bwana uwalinde. Tunaomba ya kwamba uwalinde na abuse zozote, violence ambazo zinaelekezwa vijana kwa njia yoyote.
Bwana, wanaoteka advantage ya vijana wetu, Bwana tunaomba wasipate nafasi kwa vijana wetu, na wabadilishwe na wewe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba hawa utawabariki watoto wetu, vijana wetu, hawatakuwa wakuleta majonzi kwa familia zao wala kwa nchi yetu, bali Baba watakuwa watu wa kuleta furaha. Wakati wa uchaguzi, Bwana tunaomba hawatatumiwa vibaya kuhongwa ili wafanya yasiyo mema, lakini hawa vijana utawapa hekima ya kusema hapana kwa yaliyo mabaya, na ili Baba katika wakati huu wasimamie Mungu Baba integrity yako. Tuwabarikisha asubuhi ya leo, na tunaomba hawa vijana walioko hapa na wengine wote katika nchi yetu, wanaotuangalia katika runinga, wanaotufuata katika social media, wote vijana uwabariki, na nchi yetu na vijana wote ambao ni wengi sana uwaelekeze katika maisha yao. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Wakati huu tutaingia katika uimbaji, tunapoendelea kungoja wageni wetu wafike, alafu tuwe na wakati wa kuwatambua, na tutaanza na PCA Thogoto Women's Guild, wimbo mmoja mmoja kwa ajili ya wakati. PCA Thogoto, mje mtukuze Bwana na wimbo mmoja. Then baadaye Bahati Church Choir, ujitayarishe, you be the second. And then in Dashat, inaitwa Dashat Choir, mujitayarishe. Then PCA St. Andrews Zion Choir, mujitayarishe. Baadaye wamama wote wa Women's Guild na wasichana tutaimba wimbo mmoja wa Mass Choir, tutawaambia ni mgani. Haya, karibuni. Karibuni na mjaribu kabisa tuokoe muda. Our moderator of GA 23rd, Dr. Deho Mutahi, our director, the GA office, and all guests present. In front of you, the Thogoto Palace Women's Guild, ready to present to you a folk song from the book of 1 Samuel 7:12. Thus far, the Lord has helped us. Enjoy yourself. Thank you. Yeah.
beautiful number. Sasa wanaoingia ni PCA Bahati, nao wataabudu Bwana kwa wimbo. Baadaye mtashat, mjitayarishe, ni nyinyi mtarudi baada ya
Ndipo wana wa Israeli jamani, wakaondoa miungu ya kigeni, wakamtumikia Jehova Jire, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Akina mama, neno hili sikia, tuondoeni miungu ya kigeni, chuki, fitina, uongo ni miungu, Mungu peke yake ndiye tumwabudu. Ndipo wana wa Israeli jamani, wakaondoa miungu ya kigeni, wakamtumikia Jehova Jire, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu. Akina mama, neno hili sikia, tuondoeni miungu ya kigeni, chuki, fitina, uongo ni miungu, Mungu peke yake ndiye tumwabudu. Ndipo Samueli akatwaa jiwe kali, simamisha kati ya Mispa na kule Sheni, kaliita Ebenezeri. Akasema hata sasa Bwana ametusaidia. Akina mama kufika leo ni msaada wa Mungu Baba. Asante Yesu Kristo. Akina mama, ndipo Samueli akatwaa jiwe kali, kati ya Mispa na kule Sheni, kaliita Ebenezeri. Akasema hata sasa Bwana ametusaidia. Akina mama kufika leo ni msaada wa Mungu Baba. mama ni jeshi kubwa, akina mama ni wa kuthaminiwa. Akina mama ni jeshi kubwa, akina mama ni wa kuthaminiwa. wakishikana wote pamoja, wanayatenda mambo makubwa, akina mama ni jeshi kubwa, akina mama ni wa kuthaminiwa. wakishikana wote pamoja, wanayatenda mambo makubwa, akina mama ni jeshi kubwa, akina mama ni wa kuthaminiwa. wakishikana wote pamoja, wanayatenda mambo makubwa mno. Yes, asante. Miaka 100 jamani, leo tunasherehekea, twakumbuka tulikotoka, mpaka leo sasa tulipo, ni msaada na neema wa Mungu mwenye mamlaka. Miaka 100 jamani, leo tunasherehekea, twakumbuka tulikotoka,
mama wapi makofi? Miaka 100 jamani. Tusimame, tusimame, tusimame. Tusimame. Akina mama simama wimbe. Tuliko twakumbuka tulikotoka. Akina mama simama. Sasa tulipo msaada na neema. Msaada na neema ya Mungu mwenye mamlaka. Miaka 100 jamani. Miaka 100 jamani. Leo tunasherehekea. Twakumbuka tulikotoka. Twakumbuka tulikotoka. Mpaka leo sasa tulipo. Ni msaada na neema. Msaada na neema ya Mungu mwenye mamlaka. Miaka 100 jamani. Miaka 100 jamani. Leo tunasherehekea. Twakumbuka tulikotoka. Twakumbuka tulikotoka. Mpaka leo sasa tulipo. Ni msaada na neema. Msaada na neema ya Mungu mwenye mamlaka. Yes. Hallelujah, tupigie Bwana makofi. Twende. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Asante. Yes. Asante. Amen. Wow. Kweli tuko katika celebration za 100 years. Just remind your neighbor that we are #100 years. Asante sana Bwana Bahati. That was a beautiful song. Thank you for your creativity. Tumeona na wamama wa Thogoto, tumeona wa Bahati. Asante, mbarikiwe sana. Sasa ni Dashat. Wako wapi? Ndio wale nao wanakuja. They are getting in style. Karibuni sana. Then Zion Choir, please prepare yourself.
Asante sana Ndashat, tuwapigie makofi wanapoendelea kuketi. Na tumeona wameletea moderator wetu ambaye pia ndiye chaplain, national chaplain wa Women's Guild, amempa gift. We thank you so much. Zion Choir, it is your time. And these are special people to us. You will see their speciality. Na baadaye tutafungiwa na mass choir ya Women's Guild. Praise God. Praise God. My name is Judy Kihumba. This is PCS St. Andrew's Deaf Ministry, and we are singing a song that the Lord has brought us this far. We'll do a dance, which the dance will be explaining from that before we had COVID, how life was and how life became when we got COVID and where we are now. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Umbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza. Maishani mwangu ninataka Ebeneza, nijenge juu yako. Ninataka Ebeneza, uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni, na kutamani sana. Jiwe langu la thamani, na kuhitaji sana. Oh, Ebeneza, jiwe langu. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. I love you, Lord, Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza.
hawa hawasalimiwi hivyo, zao ni hizi. Si mumeelewa sasa? Yeah, our women and girls from PCS and Andrews, we thank God for you. Wimbo umeisha Judy? Nisikuwe ninakata wimbo. Sawa, let's appreciate them like this. Thank you, Judy and Susan, for that wonderful work. They have, what have they done? That it looked like a, yeah, wamejifungua. So that is creativity of highest order. We thank God for you. Sasa wadada wote, kama wewe ni wa Women's Guild, hebu simama. Hata followers wetu simameni. Ukiangalia katika hii program tuko na wimbo, na kama hauna najua unaujua, iko katika our green books. Ikaraga inagekeno kia Jesu. We encourage ourselves with that song, na sisi ndio tutatamatisha hiyo na wakati wa uimbaji. Ikaraga inagekeno kia Jesu, mwona nagie gokirereria kwanyu, tigaga igwetaga na maudo, menyithea igai mathina manyu, na ithue wĩra-inĩ ũyũ wa gũtungata Ngai, kũndũ guothe na maũndũ-inĩ mothe, nĩ kwĩruta kũhũta na kũhũna, na ndĩrute gũtonga na gũkĩara, nĩguo hotage gwĩka
tuketi. Wakati huu nitamkaribisha DSG ili atukaribishie wageni. Nachukua nafasi hii kuwasalimia nyote katika jina lake Bwana Yesu. Bwana asifiwe. God is good. Another time. Nitachukua nafasi hii kwa haraka kuwatambulisha tu sehemu ambao wako hapa pamoja nasi. And I want to begin with the office of the General Assembly ambayo is gracing this occasion. Tunamshukuru moderator wetu wa 23rd General Assembly Patrick Tegumutahi ambaye atakuwa na nafasi kubwa wakati wa kutuletea neno. Tuko naye Secretary General wetu ambaye ni Reverend Dr. Wehenya yake wakati huu baada yangu. Tuko na Honorary Treasurer wetu Elder Daniel Waithima atachukua mkono juu mahali alipo na wapungie. Huyo ndio Honorary Treasurer wetu. Asante sana. Pia tuko na moderator wetu very reverend Dr. Jessica Mau, naye pia atasimama atupungie mkono. Asante, asante. Kwa ofisi ya General Assembly wako na spouses wao mahali walipo wasimame. Mke wa moderator wetu, mke wa Secretary General DSG wako mahali pale. Tuko na apology ya Honorary Treasurer spouse. Tuchukueni mkono tuwasalimie. Asanteni sana wako hapo. Katika kikao hiki pia tuko na directors wetu katika ministries tofauti kule head office. Naomba waweze kusimama. Children Ministry, Christian Education, wako hapa TEE, Children Ministry na hata Guild. Chukueni mikono. Asanteni sana, hao ndio directors wetu. Tunafanya nao kazi katika ministries. Wafanyikazi wa head office, wafanyikazi wa head office, secretaries ambao wako hapa, wako upande gani? Aha. Kuna mmoja naambiwa na moderator hapa kwa kule wako. Yes, legal officer, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nikifika hapo nitaenda kidogo kwa regions zetu, na wale ambao wako hapa tungekuwa wengi zaidi, lakini hawa ni just representatives. Kuna wale ambao wametoka kwa parokia, guild ambao wametoka kwa parokia, nitawaita na regions. Na wale presbytery representatives, presbytery officials, nitawaita na regions. Mtasimama pamoja kwa sababu ya wakati. Tuanze na kule Eastern Region. Wale watatu kutoka kwa kila parish pamoja na presbytery officials. Eastern Region. Wako wapi? Tafadhali waweze kusimama. Eastern Region kuna wachungaji walio hapa. Wale watatu guild members, chukueni mkono siwaoni kutoka Eastern Region. Eastern Region, thank you so much. Let's appreciate them kutoka, wako kule all the way from Eastern Region. Thank you so much. We'll go to Mount Kenya Region. Mount Kenya Region, parish representatives as well as presbytery officials, wachungaji. Waweze kusima, wako, tupungieni mikono. Let's appreciate them. Thank you from Mount Kenya Region. Central Region tusimame, wako Central Region ni wengi, pia presbytery wako hapa. Let's appreciate Central Region. Ni wengi kweli, asanteni sana. Tuingie Nairobi Region, parish as well as presbytery officials. Wasimame, naona Bwana Ngere pale. Tupungieni mkono. Thank you, let's appreciate them. Nairobi wako. Halafu tuteremke bonde la ufa, Rift Valley Region. Rift Valley parish representatives wako pamoja na presbytery officials wako. Tuwapungie mkono all the way kutoka Kisumu kuja upande huu wote, wako hapa Rift Valley yote ndio hao. Tunao pia spouses ambao wamekuja pamoja nao, wa wachungaji pamoja na wazee wa kanisa. Spouses waweze kusimama. We want to appreciate them in a special way. Spouses ambao wako
Would like to appreciate them in a special way. Wako? Aha, wako naona moja hapa wengine kule. Let's appreciate them ambao wamekuja spouses. Thank you so much. Tunao guild organizers ambao wamefanya kazi kubwa sana katika kikundi hiki 100 years. Guild organizers from all our regions together with their families. Wamekuja na familia zao. Hawa ndio ambao wamekuwa katika kipaumbele kuongoza guild for the 100 years pamoja na their families. Wapi familia wasimame mahali walipo. I would like us to appreciate them in a special way. Maana hawa ndio ambao wameongoza guild in all our regional organizers. Thank you so much. I know we have another place, but we appreciate you in a very, very special way. Wengine ningependa kutaja ambao wamealikwa na guild for this 100-year celebration. Tunaye Reverend Dr. Lydia Mwaneki, AACC. Ako hapa, let's appreciate Reverend Dr. Lydia. Thank you so much. Together with her is Reverend Nicole, Presbyterian Church, Mauritius. All the way from Mauritius, just to come and celebrate 100 years. Then we have guild representatives from the USA. Wale representatives wako hapa from the USA. Aha, they are there. Thank you so much. We appreciate that guild is going strong in the USA. We have also representatives from the UK. Tunao representatives from the UK. Wako pale. Asanteni sana. Guild is still strong, going strong in the UK. We appreciate our neighbors here, Tanzania. Guild representatives from Tanzania. Aha. Hawa anasema Kiswahili chetu ni burudani. Asante sana. Asanteni, karibuni. Guild representatives from Uganda. Kuna kule Uganda. Thank you so much. Thank you so much. Na tuna women clergy, wanawake, wanamama wote, all the women clergy, we are so happy. Unajua, mwaka huu inaonekana ni mwaka wa wamama. Because in a few months we will be celebrating 40 years since the first lady minister was ordained. So we still have another celebration, and I know we will come here. Kwa hivyo, all the women clergy in the house, can they stand? We celebrate you. All the women clergy. Oh, thank you so much. This is in preparation for the 40 years we are going to come back here. Thank you so much. God bless you. God bless you so much. Tunaye Rebecca Miano, huyu ni CEO Kengen. Yuko pamoja nasi. Thank you so much. Thank you so much, Rebecca Miano, for joining us. We have Professor Olive Mugenda together with us. Yuko pale. Oh yes, thank you so much, Professor, for coming to grace this occasion. We are so grateful. Wageni ni wengi ambao tuko nao. Niruhusu kwanza nifike hapo and appreciate all of us who have come to grace this occasion. Niweze kumkabidhi the Secretary General aweze kuendelea na the acknowledgements. Secretary General. Haya, asante, tumpigie Bwana DSG makofi. Asante sababu umetuelekeza vilivyo na kuweza kuwatambua na kutujulishana na wale ambao wametutembelea. Jina kama vile amesema, naitwa Robert Waihenya, nampenda Bwana. Na asante, nikiangalia vile kanisa letu linaendelea. Letu ni kumsifu tu Bwana na kusema asante, sababu kwa hakika kuona historia yetu, Mungu amekuwa pamoja nasi. Na ubari ambao tumeufika, tuwasema asante kwa Mungu, na tunajua ya kwamba tutaweza kuenenda bari. Na tukiangalia historia ya kanisa la PCA, hatuwezi tukawa na historia ambao ni kamilifu kama hatuna wamama wetu wa guild. Na kwa hivyo tunataka kuwashukuru ni kwa sababu ya kusimamia kanisa, uinjilisti ambao umeufanya, kazi kubwa ambao umeifanya na kufanya kanisa letu likaweza kuheshimika, watoto ambao mnawasomesha,
destitute homes ambazo mmezianza, miradi yote ambayo umeanza kanisani, tunataka kusema asante. Director pamoja na timu yako, tunataka kusema asante. Hivi tumeketi ni kwa sababu ya wageni. Ni vizuri tukaweza sema ya kwamba katika parokia zetu zote zaidi ya 350 pote hapa Kenya, kuna sherehe kama hizi where all our women guild are congregating together with our other members to celebrate 100 years. Na kwa hivyo hiki ni kikundi kidogo, wengine wote wako katika parokia na tunaendelea kupata habari vile kunaendelea. We thank God for what is going on, having attained 100 years. May God bless you. May you continue serving the Lord. So nimepewa nafasi nikaweza kujulishana na wale wageni wengine ambao wamekuja, tukijua ya kwamba kanisa letu tena likapeana barua na tukasema tusifanye siasa, lakini tuko na wageni wetu hapa na tunataka kujulishana na wao, wale ambao nimepewa ili wanafungiana mkono kutusalimia na tuweze kusalimika. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tuko na Dr. Kariuki ambaye tena ni member wa board ya Presbyterian University pamoja na mke wake. Haya, tuwapigie makofi. Tuko na Betty ambaye ndiye aliweza kutupagia na tuweze kuwa na live coverage ya Citizen. Tunataka kusema asante, ni moja wetu mama. Tuko na Deputy Governor wa pale Nyeri. Salimiane, asante sana. Sitaki kufanya makosa, tulikuwa kwa mazishi wakati mwingine na walikuwa wameketi na Bwana Nyoro wakati wa kuwajulishana, nikasema tuko na Gavana Nyoro na mke wake. Sasa leo sitaki kurudia hiyo makosa. Tulikuwa hapa tu karibu. So sasa yeye ndiye Governor wa Nyeri, Deputy Governor wa Nyeri. Tuko na Deputy Governor wa hapa Kiambu. Ako wapi? Deputy Governor wa Kiambu yuko karibu. Haya. Asante. Thank you. Tena tuko na Governor wa Kiambu mwenyewe, Bwana Nyoro. Salimia watu. Thank you so much. Hapa ni kwako, asante kwa kutukaribisha. Na tuko na Governor wa pale Kisumu, Mheshimiwa Professor Anyang' Nyong'o, nafikiria pamoja na haya kama ni walikuwa wawili, sitaki kusema ni mke wake. Nisikosee tena. Asante sana, tumpigie mama makofi. Na tuko na sijui kama naambiwa alikuwa amealikwa our CJ Mother Kome, sijui kama ako, ni kama hayuko. Tuko na Professor Orif Mugenda amejulishana, lakini salimiana tu tena. Yeye ni wetu sana. Na sasa tuko na Mheshimiwa Mother Kome. Mother Karua. Sasa uzee unanisubua. So tuko na Mheshimiwa Mother Karua ambaye mkisema awasalimia atawasalimia. Awasalimie. Haya basi, ni hawa wamesema, na kwa hivyo nataka tu hata kama hakuna siasa kuja tu salimia. Haya. Kwanza atusalimie, naambiwa hata Beatrice Elachi mheshimiwa ako hapa.
Pia salimiana kwanza. Haya, asante sana, asante sana. Tunakushukuru. Sasa Mheshimiwa Mother Karua kuja ili uweze kusalimia. Ni hao wamesema, Secretary General ndio alikuwa amesema watu wasiongee. Sasa kuja usalimie watu. Apewe mic ili aweze chukua tu yangu. Sina shida kubwa. Haya, asante. Karibu, karibu. God is good, and all the time I recognize the leadership of the church, the leadership of the guild, na pengine niongee lugha ya taifa. Ninataka kusema niko na furaha kuwa hapa, na nimejawa na hiyo furaha wakati nyimbo zilikuwa zinaendelea, na fikiria ziliuplift kila mtu hapa, na muna celebrate 100 years. Na kumbuka PCA ilikuwa mwanzilishi wa kupigania haki za wakina mama, the girl. Kupeleka wamama shule, kuzuia kuadhiriwa kwa akina mama, FGM. Na hii kazi inaendelea, na kila kazi inaendelea kwa kanisa, haiwezi endelea bila kanisa lote. So this is actually a celebration for the women and for the church. I also know that you are pioneers in taking girls to school, and in very good schools, Alliance Girls and its twin, the Alliance Boys. For women who have advanced, we recognize you, we appreciate you, because it is those building blocks that have been replicated elsewhere, and we are where we are today. I'm also very happy. You are celebrating 100 years, and just 2 weeks ago, I was nominated as a running mate to one of the main candidates, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So it's like a celebration, it's like an icing on our celebrations, because irrespective of which persuasion, it's recognition and inclusion. Today I'm so proud. I have seen our differently abled women and girls included in the celebration, something we always overlook. It almost brought me to tears. And I want to say thank you for the leadership. Just one ask. We are facing a period like no other in our country. The difference between right and wrong is blurred. And that is very dangerous at election time. I just ask, those of us professing the Christian faith, can we restore the distinction between right and wrong? That way we save ourselves, we save our country. Congratulations, and bless you all. Asante sana Mheshimiwa. That was good. I'm also informed that NCCK is also represented. Phyllis Kamau, uko wapi? Phyllis Kamau, representing the NCCK. Okay, asante sana, asante sana. Sikuwa nimekuona. Hata Wakorino wameakilishwa. Pastor Wadaro anahudhuria. Okay. Haya, Esther Dilango ako wapi? Asalimiane. Esther Dilango. Haya, asante. Pia amekuwa nominated kuwa running mate wa Governor Kabogo. Asante sana. Na tena ya mwisho tuko na Assistant County Commissioner ako wapi? Assistant County Commissioner, asante sana, tumpigie makofi. Na tuko na chiefs wengi ambao wamekuja, tafadhali wasimame. Chief, asante, asante sana. Na tuko na wale ambao sijui kama tuko na MPs ambao wako wasimame. Oh, thank you. Ako pale, asante sana.
ubaya macho yangu hayaoni bahari, ningesema ni nani, lakini asante sana. Tuko na MCAs wale ambao wako, tuko na any MCAs in the house. Asante. Haya, tuwapigie makofi. Asanteni sana. So moderator, hawa ndio wageni ambao nimearifiwa ya kwamba tuko na wao. Tuendelee na ibada, tunawapenda na Mungu awabariki. You are part of these 100 years of guild existence, and we thank you for gracing this occasion. Madam Director Ref. Bwana asifiwe. Si mumeona vile tumebarikiwa, especially in the Women's Guild. We have different categories of people serving in this nation, serving in the corporate world, serving all over, and we thank God that He has lifted the ministry to those levels. Wakati huu tungetaka kusikia highlights of the history of the Women's Guild for 100 years, na tutafanyiwa hivyo na Elder Eris Dirango. I am supposed to give the history of the Women's Guild. This booklet, I only do highlights. I will only do the highlights, and I will encourage that all of us buy this booklet. It is costing us 250, so that you can be able to read through what has transpired within the 100 years. Historia fupi ya wamama wa Women's Guild. Women's Guild ni ushirika wa wanawake na wasichana katika kanisa la PCA, na lengo la ushirika huu ni kuunganisha wanawake na wasichana wayatoe maisha yao kwa Kristo kupitia kuabudu na huduma. Ushirika huu umeundwa kwa msingi wa Warumi 12:11 to 13. Vision ama maono ni kuwa ushirika wa wanawake wa Kristo linalo imarisha wanawake na wasichana kuibadilisha au kurekebisha jamii. Jukumu kuu ni kupitia ibada. Shirika hili linawajibika kuimarisha mwanamke Mkristo kwa kumtia nguvu kuibadili jamii kwa makini na ustadi utakao katika mafunzo na maadili ya Kikristo. Kauli mbiu, that is the motto, ninayemtumikia ni yule niliye wake. Chanzo cha ushirika huu. Ushirika huu ulianza mwaka wa 1922, ulianzishwa na wanawake wa mishonari walioona haja ya wasichana wadogo na kuwasajili katika kituo cha wamishonari cha Tomotomo huko Nyeri. Wasichana hao walifunzwa stadi baribari kama vile upishi, ushoni, kusoma, kuandika, masomo ya Biblia, madhara ya ukeketaji, miongoni mwa mengine. Kutokana na mambo haya, ushirika huu uliibuka na kukita mizizi. Wasichana wa kwanza kutawazwa na Reverend Arthur huku Kikuyu walipishwa mwaka wa 1923. Fugufugu la ngao ama the movement of the shield Kanakia Makeago. Fugufugu hili lilianzishwa mwaka wa 1926 baada ya kundi la wanawake wa Kikristo kujua madhara ya ukeketaji wa wanawake, that is FGM. Wanawake hawa walianza kuwatunza wale wasichana ambao walikataliwa na familia zao kwa kukataa kutahiliwa. Kama njia ya kuwakinga wasichana hawa, waliwapeleka shule za bweni ambako walifundishwa na kupewa ushauri na wasichana wakubwa ambao baadhi yao walikuja kuwa wanachama wa chama cha wasichana. Baada ya wasichana hao kuolewa, hatimaye wakawa mama, wakawa wa chama cha wanawake. Kati ya mwaka 1924 na 1928, wanawake huko Kamboi na Chogoria walipanga maombi ya bidii
ambao yalifikia kilele na kuunda chama katika miaka ya baadaye. Kuanzia 1930 to 1943 chama kililegea na kikawa kimelala. Baadaye kikawa na uamsho ulioongozwa na Reverend Charles, na matokeo yake wanawake wengi wakajiunga na chama cha Women's Guild huko Tumutumu. Kikundi hiki kilifanya kazi kwa bidii sana na wanawake wengi wakajiunga, na hivyo kukaja kuundwa chama cha Presbyterians katika sehemu nyingine za nchi kama Nairobi, it was in 1946, Kamboi 1948, Murang'a in 1949, Chogoria in 1952, Rift Valley in 1956. Kuundwa kwa chama cha wanawake katika nchi ya Tanzania ilikuwa mwaka wa 1990 huko St. Corubus by Reverend Kinyanjui Peter, na Uganda 1991 huko Kigumba. Ndani ya Afrika Mashariki, jumla ya idadi ya wanawake na wasichana waliopewa kamisheni imefikia idadi ya zaidi ya 70,000. Kuundwa kwa kamati kuu ya chama cha wanawake. Mnamo tarehe 12 mwezi wa 9 1956, marehemu B. Esther Gachoki Charles alichaguliwa kama mwenyekiti wa kwanza wa chama cha wanawake wa Guild huko Kambui. Kamati kuu ya kwanza ya chama ya wanawake ilikutana tarehe 11 mwezi wa June 1957 huko Kikuyu, na mkutano ulifunguliwa rasmi na katibu mkuu mchungaji Caldewood. Viongozi waliochaguliwa walikuwa marehemu B. Esther Gachoki mwenye alikuwa mwenyekiti, Mrs. Perpetua Wambogo katibu mkuu, marehemu B. Grace mweka hazina, marehemu B. Kati naibu mwenyekiti, na marehemu B. Mary ambaye alikuwa katibu mdogo. Wanawake wengine kadhaa wamehudumu kama maafisa kama inavyoonyeshwa katika kitabu chetu cha historia. Wadaji wa chama cha kitaifa, the National Guild Organizers. Tuko na mwenda zake Bi Priscilla Ngendo Mereka ambaye alitumika kwa miaka 18. Tuko na mwenda zake Bi Esther Wajiko Waithiro ambaye alitumika miaka 25. Na tuko na mmoja wetu na ako hapa, Mrs. Veronica Mushiri, naweza simama tu apungie watu mikono. Okay, alitumika kwa 13 years. Tuko na yule tuko naye kwa sasa anayeitwa Reverend Elizabeth Wamere wa Kimani kutoka 2018 to date. Michango yao imeandikwa vizuri kwenye kitabu cha historia kinachouzwa leo. Tafadhali jinunulie nakala yako, ni 250 shillings. Please buy your copy so that you can get all the details about what these ladies did. Wandaji wa chama cha mkoa, these are the regional guild organizers. Kutoka mkoa wa Mashariki, that is the Eastern Region, tuko na Mrs. Veronica Ireri, sijui kama ako karibu. Florence Ireri. Aya, tuko na Mrs. Karen Babu. Aya, tumpigie makofi. Tuko na mkoa wa Bonde la Ufa, that is the Rift Valley Guild Organizers, where Mrs. Mary Bogwa, Mrs. Dorcas Wajiro wa Githaiga. Mkoa wa Kati, that is the Central Region, tuko na Mary mwenda zake Bi Mary wa elimu ambaye amesimamiwa na Mr. Mwangi, nasikia ako karibu. Asante sana, tumpigie makofi. Tuko na Reverend Eunice Ijeri wa Moiro. Reverend Eunice ako hapo, asante sana. Mkoa wa Nairobi tuko na mwenda zake Bi Mary Chege, na tuko na Mrs. Hereni Nyagaki wa Mushogu ambaye ni chairperson wa hii kamati. Asante sana Helen. Mafanikio yao mengi muhimu imeandikwa kwa uwazi katika kitabu hiki cha historia. Maadili ya chama cha wanawake, that is the Women's Guild Ordinance. Kama ishara ya wanachama, yafuatayo yalikubaliwa mwaka wa 1986, that is the scarf and the badge. Historia ya jinsi rangi ya aina, historia ya jinsi rangi ya aina na aina ya vifaa vya kutumika ilijadiliwa na kukubaliana chini ya uongozi wa Birehemu
Bi marehemu Bi Mereka. Tutapata mengi zaidi katika kitabu cha historia. Asanti sana, nimekumbushwa sijasoma mkoa wa Mlima Kenya, Mount Kenya region. We have Mrs. Muthoni Karaoke Everin. Asanti sana. Na tuko na Reverend Jenny Gathoni wa Waihura. Asanti sana. Nuru la Gao Yetu, Utheri wa Goito, wimbo wa chama maarufu kwa jina Rweboro wa Goito, ulitungwa na Bwana John Kamenyi, mkuuza mtala ambaye alitoka PCA Tomotomo. Wimbo huo baadaye ulitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na Bi Mary Bogwa. Katiba ya chama cha wanawake, that is the Guild Constitution. Uandishi wa katiba ya chama ulianzishwa na viongozi waliokuwa katika kamati kuu mwaka wa 1955. Marehemu Daktari John Mwalimu Karaoke na marehemu Mheshimiwa Paul Kirago walitafsiri kwa Kiswahili. Katiba ya chama cha wanawake ilidhinishwa na kukubaliwa kama mwongozo wa ushirika wa PCA Women's Guild katika GAC ambayo ilikutana mwaka wa 1956, kisha ikarekebishwa na kuidhinishwa na 11 General Assembly mnamo wa 1985. Baadaye marekebisho machache yamefanywa. Wiki ya chama ya Women's Guild, that is the Women's Guild Week. Azimio la kuwapa wanawake wiki moja kufanya shughuli zao lilipitishwa mwaka wa 1962 na lilipaswa kuzingatiwa mwezi wa Agosti. Baadaye mwaka wa 2004 wiki ya Women's Guild ilibadilishwa kuwa katika mwezi wa June ili kuruhusu brigade ya wavulana na wasichana kuwa Agosti kama wiki yao. Ushirika wa salufu dogo, that is the fellowship of the wrist coin. Ushirika wa chembe chache ama the wrist coin ni harakati ya kiukemene ya ulimwenguni popote, that is the worldwide ecumenical movement ya maombi ya imani, haki na upatanisho. Pesa hizi hupokelewa kwa ajili ya mambo yafuatayo: inakidhi mahitaji ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu, kuwafadhili watoto kupata elimu bora, kusaidia watoto wa wachungaji marehemu, uandikishaji wa kila mwaka wa sarufi dogo, na kazi ya utume, that is mission work. Miradi ya chama ya kitaifa or the national project, miradi yetu yote ya kitaifa imeandikwa vizuri kwa hiki kitabu cha historia. Tafadhali jinunulie nakala yako usome kwa undani. Ushauri wa wasichana, that is girls mentorship. Kumekuwa na mipango dhabiti ya ushauri wa wasichana inayofanywa na wanawake. Hivi karibuni chama cha wanawake kinafanya kazi na ushirika wa wanaume wa kanisa la Presbyterian, that is PCMF, ili kuhakikisha kwamba wavulana na wasichana wamekuwa na mpito wa maana hadi ujana na baadaye kuwa wasichana. Leo tutaagiza timu ya wasichana ambao wamepata mafunzo juu ya mswara ya ushauri ili wasaidie katika kuwashauri wasichana wengine juu ya mambo ya imani na pia kuwasaidia kupata misingi ya maisha. Kudo upya kwa vikundi vya kanisa. Mnamo mwaka wa 2016 in the GAC ya Tomotomo iliamua kuunda upya vikundi na kuacha jukumu la kusimamia bodi ya kitaifa ambayo wajumbe wake ni mtu mmoja, awe mchungaji au mzee wa kanisa kutoka kila kanda tano. Ni wakati huu ambapo mchungaji wa kwanza kwa jina Reverend Elizabeth Kemani aliteuliwa kusimamia ushirika wa chama cha wanawake kuanzia tarehe 2 Oktoba 2018. Bodi ya kitaifa ya kwanza iliyohudumu kuanzia March 2018 to March 21 ilikuwa, the chaplain was Very Reverend Dr. Julius Mwamba, Reverend Pauline Kanuthu ambaye alikuwa chairede kutoka Rift Valley, Reverend Mary Morioki vice chairede kutoka Nairobi, Reverend Elizabeth Kimani ambaye ni director, Reverend Irene Washira wakiwa na Paris Mogo walitumika kama vice secretaries, Elder Edis Dirango kama treasurers na Miss Elder
Mase Karimi kutoka Eastern Region. Podi yenye iko kwa sasa ni Light Reverend Thego Mutahi, our chaplain, Reverend Masi Geshimo, the chair lady, Elder Joyce Degwa, Vice Chair, Reverend Elizabeth Kimani, the Secretary or the Director, Reverend Deborah Mugabi, the Vice Secretary, Elder Anisia Morage, the Treasurer, and Elder Rusi Wageshi. Mkurugenzi wa chama cha wanawake cha PCA na halmashauri ya kitaifa wangependa kuwashukuru wanachama wafuatao kwa muda wao na mchango wao mkubwa katika kuandika kitabu hiki. Orodha ya walioandika kitabu, that the list of lighters. Number 1 is Light Reverend Thego Mutahi, our moderator and the chaplain of the Women's Guild. We have Reverend Elizabeth Kimani, the director of the Women Ministry. Mrs. Sivla Geshaga, PCA Roresho Parish. Mrs. Veronica Mushiri, former National Guild Organizer. Mrs. Anne Gai, former Chair, Central Women's Guild. Mrs. Edis Dirago, former Treasurer, National Women's Guild. Tunawashukuru nyote kwa kujitolea kwenu katika kuhakikisha na kukamilisha kwa kitabu hiki. Utukufu na heshima zote ziwe kwa Mungu, kwa maana hapo tulipo ni Mungu. Hiki kitabu kinauzwa leo kwa shilingi 250, 250. Asanteni. Thank you so much for reading that history vile ilivyo, na waweza kuona pengine kuna a missing name or maybe a date. Kindly let us know so that we can correct it ili tuwe na ile date ambayo ndiyo. So if you see a slight mistake, it can be a typo. Help us to change that so that we have the right dates and names. Kwa tulikuwa tumealika Lois Mereka. Is she in? Lois Mereka, Rais wa Mereka. Yes, alikuja on behalf of Priscilla, the late Priscilla Mereka. Let us appreciate her. Then tulikuwa tumealika familia ya Esther Waithiro, the late Esther Waithiro. Let's know who is in. Ndio hiyo familia. Thank you so much for coming. Na tulikuwa tumealika familia ya the late Mary Wamwagi. Let's see who is in. Asante sana kwa kuja. Na tulikuwa tumealika familia ya the late Mary Chege. Kunaye ambaye ako. Asante sana. I think that's the daughter. Thank you so much for coming. Tumeambiwa kuhusu list coin, and we want to thank Dr. Lydia Mwaneki kwa sababu wakati sisi tunapeleka our list coin as a part of the international list coin at the offices of AACC, Dr. Lydia Mwaneki aliweza kutambua the efforts we have made, and she was able to give us a donation ambayo ilienda kule Evergreen kwa wamama ambao wako pale walihitaji msaada, the widows. And we want to thank you so much, Dr. Lydia Mwaneki, for assisting us. Thank you so much. Kwa wakati huu, kabla hatuja alika our guest ambaye alikuwa aongee on behalf of all the women to say something kidogo, I want to invite all the women to stand up. We sing our anthem. Tusimameni, tuimbe ule wimbo wetu wa anthem. Tusipoimba, tutakuwa tumekosea sana. Wamama wa Women's Guild, wimbo Wegai morio nara homo theru moigwi dhania tohe waigu wano moro mukona tuedane goroshi toi tweke imwe Guatane Rueno itwetweke yago kogashidya adwaito makomenye wegai wa mawe moya mohea ni moya to twehetire nare
rĩa Ngai witũ atene tũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai tũtongorie wĩothe rigo itũ twarĩkia wĩra tũkemo ciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke harĩ we nginya tene. Wageni wetu ambao mumekuja, that is our anthem, and we normally sing it wherever we have the functions of the Women's Guild. Wakati nitamwalika Secretary General ili atualikie mgeni wetu. Karibu. Asante sana director. Langu ni kumwarika tu our PS Karigidhu Nancy, na nikimwarika niseme asante sana ni kwa sababu ya kukubali mwariko, na tena asante sana ni kwa sababu ya unyenyekevu wako. Ukienda kwa ofisi yake Nancy, yeye anakaa tu kama wafanyikazi wale wengine. Ukienda pale kanisa letu pale St. Margaret Parish pale Milele, yeye ukienda pale utampata yeye ndiye anafunza watoto Sunday school. Unyenyekevu kama ule, tumpigie makofi. Akichanganyikana na watu wale wengine huwezi ukajua yeye ni nani, na kwa hivyo ndio maana Mungu anaendelea kuwabariki kina mama na atazidi na kuwabariki. Ni kwa sababu ya vile watu kama Mrs. Karigidhu anawakilisha neno la Mungu katika kazi ya Mungu. Tena ili nikaweza kumwarika, siwezi nikasahau na mume wake. Wakati Nancy Karigidhu anafunza Sunday school, naye mzee wake ambaye ni elder ako kwa kwaya. Kwa hivyo anafanya kazi namna hiyo. Ako wapi? Haya, ndiye huyo. Anafanya kazi sana ya kanisa pale Mombasa. Tunataka kuwashukuru ni kwa sababu ya familia hiyo. Na kwa hivyo nataka kumkaribisha Mrs. Nancy Karigidhu ili aje, sijui ameketi wapi. Wamekaa pamoja. Asante. Tumpigie makofi ili aweze kuja na akaweza kunena yale ambayo Mungu amemsaidia, ni kwa sababu yeye ndiye anapeana the keynote. Asante sana. The moderator of the General Assembly, Dr. Reverend Patrick Mutahitegu, the Secretary General of the PCA Church, Reverend Dr. Robert Goge Waihenya, and the Office of the General Assembly, the Very Reverend Dr. Jessica Mau, former moderator, and the Director of the PCA Women's Guild, Reverend Elizabeth Kemani, and the National Board. I greet the family of believers. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Good morning. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. I want to thank the Secretary General for that very humbling introduction. And like you've heard, I'm the Principal Secretary in charge of shipping and maritime in the Ministry of Transport. But that's not who I am entirely. I'm also a woman who professes Christ as my personal Savior, because I acknowledge Him for walking with me on this journey of life very closely. And I want to say that my faith is always in Him. I'm blessed because in all my various facets of life, in my family life, my marital life,
My professional life, my parenting life, he has been a constant companion. I'm very blessed today to be accompanied by my husband, Charles Karigito, who has been, can I say, my partner in crime for the last 36 years. And we are blessed with 3 sons who are now adults and who have blessed us with a granddaughter. Si Mungu ni mkubwa? Thank you. So I want to say that it's an honor and a pleasure to be here with you this afternoon now for this truly historic occasion when we celebrate the centenary of the Women's Guild. That's just another way of saying 100 years. Today we pay homage to the founding mothers who saw it fit, who saw a gap and plugged in. I'm pleased, therefore, to join you on this very important event as we celebrate this great milestone. When we celebrate and honor the pioneer women missionaries for this great foresight, who came up, who saw it fit to come up with an organization whose mission is to holistically empower Christian women and girls so that they can play their role to effectively transform society through worship, through fellowship, networking, partnerships, advocacy, communication, resource mobilization, research, and training based on Christian values. And while this mission started from humble beginnings, it's amazing to see how it has brought together such a large community of ladies over the years in various parts of this country. Something like that cannot have happened easily. We know it required a lot of talent, a lot of skill, many hours of hard work. This formidable band of women were not faced by the challenges. They just rolled their sleeves, wore their aprons, and proceeded with the job. So as we celebrate, we share our pride with our founders' achievements, and because it's the result of their vision and generosity that we are here today. I am a beneficiary of this guild, and I have seen the impact that it has formed. I actually grew up in the Anglican church. That's where I was baptized. And until I got married for those, in that 36 years ago, I didn't know about the guild and the PCA. But I want to say that in the words of Ruth, when I got married, I promised my husband that his people would be my people. And therefore, wherever him and his mom led me, I would go. So I joined my mother-in-law, Margaret Wanjiku Karigido, and she guided me into this very illustrious group. I have personal experience of how good it is. The journey has been characterized by lows, highs, but we have reason to celebrate because it is not by our power, nor by our might, but by His Holy Spirit. So what can we learn from this remarkable journey? That women are an embodiment and a force that God has placed in them to come up with solutions for each and every situation, which is why the Guild has been so effective, because it never became a talking shop that does nothing and achieves nothing, but an organization that combines thinking and acting in application of the Christian values as it goes to work out today's problems, which are real, which are as real as they were 100 years ago. In the ideals formulated by the founders, our mission remains as relevant as ever. And this celebration should therefore also be a solemn occasion when we pause and look back at this 100-year journey, and then take a moment to look ahead at the mountains we still have to climb. May God bless us and continually uplift our leaders in wisdom, grace, knowledge, and anointing. May Lord help the church to keep supporting these women as they continue serving even more. Happy anniversary.
But however formidable and challenges ahead may appear, they can't be greater than those of our founding fathers. Look at them, they had less in their hands to do such great things. Today, we are endowed with more skill sets, we are better equipped, we are more learned, we are more exposed, and better equipped with jobs. So how much more can we do? And that's the challenge I want to throw to our ladies today. Before I end, because I'd been given a short while, allow me just very briefly to dwell on Proverbs 31. I don't think a conversation like this would end without looking back on that description of a virtuous woman who, those many days ago, still is relevant today. A woman who is very careful to commend herself to her husband's esteem and affection, to know his mind, is willing and takes lead in the home. She can be trusted. She can be trusted, and her husband will leave such a wife to manage for him issues of the home. He is happy in her, and he makes it her constant business to do him good. She makes it her constant business to do him good. She rises early. She applies herself to the business, proper business of her home, to women's business also, and she keeps a good account and proper management of the home. She doesn't go buying and making purchases that may bring problems of financial nature to the home, which challenges us as women to emulate this perfect wife, who sounds, when you read more, like a Wonder Woman. But today, I want to deviate a little. We've read a lot about this Proverbs woman, and I want us to take a journey, and I invite you to take a good look in this ancient writing to see the man who is hiding inside there and who never becomes the focus. When we understand the culture in which this poem was written and composed, it would have been impossible for a married woman to experience this kind of success without a pretty, unconventional, and terrific husband. Mnakubaliana na mimi? Look at Proverbs 31, verse 11. It says this: her husband has full confidence in her. Don't you love the sound of that? The Proverbs 31 man has full confidence in his wife. There is plenty of collaboration between them, him and the wife, partnership and balance in their relationship. He encourages her specific gifts, and like a rose living in a greenhouse, she therefore blossoms and blooms in that environment. This is a man who trusts his wife's judgment. He's not threatened by her success or by her busy life. This man's wife manages her home and runs several businesses, and he gives her freedom to invest, freedom to manage the household, freedom to sell what she produces, and also freedom to care for the poor and needy, because I want to believe she's a member of the Women's Guild. And we see that in many families. But we also see couples where the husband is so fierce and feared that his wife lives with fear that she will make a simple mistake, like denting that car, like losing some money in the business. But we've also seen couples where the wife also and the husband have such a wedge between them. The wife is so aloof that her husband has no idea when she leaves that morning where she goes, who she associates with, what her activities are, also her calendar. They live like in different spheres, and he appears fine with it too. Yet, Proverbs 31, the husband has full confidence in his wife, and I don't think it's because of this woman who we've just stated. Because he is respected at the city gates, where he takes his seat among elders of the land. That's in 31, verse 23. So I want us to ask ourselves a few questions. Is
Is this man respected among his peers because he has a wife who respects him? Or does her admiration raise him to higher levels of success and self-respect? Is this man's wife respectful of him because of his impeccable character? Or is his integrity tied to her high expectation of him? And I want to invite us to agree that yes, the right answer to each of these questions is yes. Because why else does he praise her? And that's in verse 28. The wife of the Proverbs 31 man immediately gains self-esteem from the sterling reputation of her husband. When she's seen with him in public, she swells with pride. His integrity automatically accrues to her, and her husband praises her. Few things are more motivating to a woman than the words of sincere admiration coming from her husband. And the Proverbs 31 man is liberal with these expressions, because this woman is married to a man who believes in her and verbally honors her and celebrates her success. So she grows in confidence. She becomes increasingly competent, which produces more praise from her husband, and which in turn enhances her achievements. When you meet this woman, maybe you are sitting next to one, please tell her that she's married to a great man. I know I am. So may we raise them, this kind of men, and may we marry them. I'm blessed to have married one. Bwana asifiwe. As I leave the stage, I want to take this moment, if you allow me, to acknowledge my learned friend and senior, Honorable Mother Karua. That's how we greet ourselves in the League of Fraternity. She belongs to one, and I do too. I also want to acknowledge Governor Anyang' Nyong'o, who 2 days ago was with me in Kisumu, because we were having a celebration of another genre of women, the women in the maritime sector. Because we are so few that the United Nations has seen it fit to encourage others and lift the young girls to come and join us. So we have a young association which we were celebrating 15 years since it was formed, and we chose to do it in Kisumu City, the Association of Women in the Maritime Sector. It's a UN day, and we are in good company. And I see the governor is also a bigger supporter of women than I thought. We are only 15 years old, but of course we are motivated and inspired that one day we will reach 100 years like the Women's Guild today. God bless you. Asante. We can give her a better clap. And especially the members of the Women's Guild. Si munaona tu vile Mungu ametutenda. So we thank God for honoring us, and we believe we'll continue moving to greater heights tunapoendelea kutumika katika nchi hii ya Kenya na hata katika the vineyard of the Lord. Wakati huu moderator and our chaplain tuko na kitabu tungetaka kuzindua, na kitabu hiki ni cha wale tunaoita wafuasi, followers. Do we have followers here? Ebu stand up. Yeah, watu kama hao. Tuko na kitabu ambacho tungetaka kiwe msaada kwao wanapofuata miaka yao miwili. Hawa hufuata miaka miwili wakiwa na kitambaa kile cheupe, baadaye wakihitimu wanavikwa hiki cheupe. That is for the sake of our visitors, so that they can understand. And with that now, moderator, we want to invite you to launch for us the followers curriculum manual. We have a book for year 1, and we have a book for year 2.
na hiyo italeta usawa wakati tunapofundisha wamama. Si ni hivyo wamama? Ili wengine wasifunzwe hii, wengine wanafunzwa hii. Lakini ukiangalia hicho kitabu, mahali pote wachungaji watakapokuwa wakikitumia, kitaleta usawa katika kanisa letu la Presbyterian. Moderator, karibu ili utuzindulie kitabu hiki. Can we get a mic please? Bwana asifiwe. Haya. Na kimetayarishwa na bodi yetu ili kiweze kusaidia katika kuwafunza wale wafuasi wanapojiunga na Women's Guild, hatua zile watakazopitia, isiwe kwamba atakayefunza ndiye atakayeamua. Wanaweza hata kaa kwa class kwa muda mrefu sana, lakini kama kuna kitabu watapewa test ijulikane wamefika wapi, na kama mtu hajafaulu atajua ni wapi hajafaulu. Therefore we are very thankful to God that the board was able to come up with these manuals that will be used to train our followers. These are just a representation of the followers. Wherever they are in the Presbyterian Church of East Africa, the book is here before us. I now want the director to lift it. Maybe you could lift the tray, dear. Tuulize the congregation isimame. And now, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, I want to launch these manuals, year 1, year 2, so that they can be used to train the followers of this movement now and in the days ahead. Sote tuseme? Amen. Tuseme? So the book is now formally launched. Let's pray. We thank you, our Lord, that now we have a manual to train followers of the Women's Guild, Book 1 and Book 2. We are happy that as the books are being launched, we already have women and girls who are following. Therefore, they will not be in the shelves. They will start being used today to train and to give instructions to the followers. We pray that these books be useful to the trainer and the trainees, and that they will add value, not just to the women and girls, but even those they interact with. And when time is ripe for them to be commissioned, they will be ready to move forward with courage. We thank you. This is our prayer and a prayer of faith in Jesus' name. Amen. I hand them over to you. Kazi na ianze. Baraka iwe kwenu. Asante. Mnaweza kuketi. Thank you for representing the other women. Vitabu hivi vitawafikia baadaye. Pia moderator, tuliona ni vizuri because this fellowship began with the girls. And we wanted to really have girls that are able to mentor other girls, what we call intentional mentorship. People who can be accountable. Tunaweza kuwauliza wako wapi wasichana, na katika hiyo, in conjunction with the TE department, they were able to give us a book, 5 small booklets and 1 big manual book that will help the girls to be able to mentor other girls at their parish level. We were able to train 31. This is just a small group. We will continue training others. So kama ukiona mtu pale ni wa parokia yako, ushukuru. Kama hutaona, wengine wako njiani watafunzwa.
So with that, moderator, tungetaka tu uwa commission kwa kazi hiyo, na ninataka kuwakaribisha ili waingie na mupige hatua kubwa kubwa ili tuokoe muda. Karibuni. Thank you very much. We receive you with gratitude. We now have a team here to mentor girls. As you heard from the history that was read, it is the girls who came first. Fortunately or unfortunately, they got married. It's girls who were first enrolled into the group in 1922. A number of girls here. And then later, another group in 1926. But as they got married, there was a realization that we can't stop there. Let's make it a women's and girls' guild. So that is the way it should be. So when we talk of women's, the girls are therein. And now that you want to reclaim your movement, we want to arm you with that book so that you can use it to mentor those who are younger than you. To me, you look young, but I know there are others who are younger than you. It's your responsibility now to mentor them. Of course, not only through the book, but even through how you relate with them, how they see you do your things. What Christian life that you lead is itself a mentorship. Mentorship is not always direct. There are people who mentor us and we have never interacted with them. Therefore, your mentorship is bigger than the book, but the book is also very useful to be used for that. These girls, as we have been told by the director, are representatives of others who are watching through our media and those that will get these books to continue with the movement so that it becomes great and bigger and better, led by the Holy Spirit. So I want you to lift up those books up and say now, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, we commission you to be mentors of girls your age and those who are younger, and use that as the tool and others that God is going to grant you. All of us say, Makofi. Let us pray. We thank you, our Lord, for this army of girls that, as for you entirely said, they are ready to mentor others. We are happy now that they have a book. We thank you for those who prepared it. We pray that it will be useful on a day-to-day basis. They will refer to it, but they will also behave in a way that's likely to attract others, not necessarily to the woman's guild, but the Christian faith, but to be people of virtue. We therefore commit them into your good hands, even those who are not here. These who are their representatives, we set them to be courageous, we set them to be strong, we set them to be dedicated and committed in everything that they will do. And that going forward, we are going to see a lot of fruits in everything that is going to be done. It is our prayer for each one of them. It's a prayer for all of them in Jesus' name. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Thank you. You can now sit. We want to really thank the ministers who have supported this
girls. They are girls of different ages, as you can see. So we want it to be intergenerational mentorship, na tunajua hiyo itafanya kazi. God bless you. Wakati huu ni wakati wa matoleo. I want to invite Elder Anisia, who is the treasurer of the board, to guide us on that area. Anisia. Anisia, where are you? Okay. She doesn't seem to be around. Let us go to the next stage, and it is where we will have our Bible reading. We shall have the first reading done by one of our girls, Maureen Wamboi. Maureen Wamboi, karibu tusomee neno. Joyce Ndegwa, prepare for the second reading. Praise God. Praise God again. I'm Maureen Wamboi Karaoke. I'm born again. I love God as my personal savior. Our first reading comes from the book of 1 Samuel 7, 1 to 12. Then we'll read. So the men of Kiriath-Jearim came and took up the ark of the Lord. They brought it to the Benad house on the hill, and consecrated Eleazar, his son of Gael, the ark of the Lord. The ark remained at the mark remained at Kiriath-Jearim a long time, 20 years in all. Then all the people of Israel turned back to the Lord. So Samuel said to all the Israelites, if you are turning to the Lord with all your heart, then rid yourself of the fallen gods and Ashtoreth, and commit yourself to the Lord and serve him only. And he will deliver you out of the hand of the Philistine. So Israelites put away their Baals and Ashtoreth and served the Lord only. Then Samuel said, assemble all Israelites at Mizpah, and I will intercede with the Lord for you. When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it before the Lord. On the day they fasted, and there they confessed, we have sinned against the Lord. Now Samuel was serving as a leader of Israel at Mizpah. When the Philistines heard that Israel had assembled at Mizpah, the rulers of the Philistines came up to attack them. When the Israelites heard of it, they were afraid because of the Philistines. They said to Samuel, do not stop crying out to the God, our God, for us, that he may rescue us from the hand of the Philistines. Then the Samuel took the suckling lamb and sacrificed it as a whole burning offering to the Lord. He cried out to the Lord on Israel's behalf, and the Lord answered to him. While Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israelites in battle. But the day the Lord thundered with a loud thunder against the Philistines and threw them into such a panic that they were routed before the Israelites. The men of Israel rushed out of Mizpah and pursued the Philistines, slaughtering them along the way to a point below Bethka. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. God bless you. Bwana asifiwe. Praise God, church.
Naitwa Joyce Degwa, nimeokoka. Yesu ni Bwana ndani ya maisha yangu. Nitawapeleka katika somo la pili tutakalolitoa katika waraka wa kwanza wa Petero. Tutaanza kifungu cha 4 mstari ni wa 7 hadi wa 11. First Peter chapter 4 7 through to 11, na tusome pamoja. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika kusala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano hustili wingi wa dhambi. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunugunika. Kila mmoja kwa kadri alivyopokelea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na hudumu kwa nguvu alizojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uwe naye, utukufu na uwezo una yeye hata milele na milele. Amina. Bwana alibariki neno lake. Neno tutaletewa na moderator wetu wa 23rd General Assembly, ambaye pia ndiye chaplain wa Women's Guild at the national level, na atatulisha na neno. Tutainuka tuimbe wimbo cha kutumaini sina. It is not in our program, but it is a song we can sing together. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu uzio kwake Yesu nasimama. Natumai mwanisikia vizuri mahali mulipo. Fundi wa mitambo alichelewa kunifunga pingu, lakini sawa, twashukuru. Okay, I hope I don't know whether the other gadget is on, but both of them can work. All things work together for good. Ninabidi, kwa hivyo, all things work together for good for those who love the Lord. Haya, nimetambulishwa kwenu, naitwa Thego Mutahi. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Aliniokoa, amenidumisha katika wokovu. Na shukuru kwa neema yake, sababu sina langu la kusimamisha ili nidai wokovu.
There are things you get because you can buy them. You get to a shop and say, I want that item. I can buy it. Salvation was bought for us. It was purchased for us by our Savior Jesus Christ. Hakuna yeyote ambaye angeweza kupata wokovu. Kwa hivyo, igawa wokovu ni muhimu namna hiyo, ilibidi mwana wa Mungu anje atukomboe, alipe deni la dhambi ili wewe na mimi tuokolewe. Kwa hivyo nashukuru kwa wokovu huo ambao umetayarishwa. I also want to bring our congratulations as a church to this great fellowship of the Women's Guild for attaining 100 years. I know many of those who are part of the bigger history of the 100 years are not necessarily here. But it's like a relay where a baton is handed over to the next runner and the race is won. Therefore, we are the ones holding the baton and we are glad that we are holding well. Kuna watu huwa wanapewa baton wanaangusha, wanafanya timu ishidwe. But reading through history, seeing what had happened then, we are sure that the baton has not fallen. It's still being held strong because it started small, like a mustard seed talked about in the Bible, and it's now a big tree. Big, big, big as it is, and can be seen all over the world, in US, in UK, in East Africa, Tanzania, Uganda, Kenya, and we know that there are also other places where if you searched, you'll find members of the Women's Guild. So congratulations are in order. Your history is part of our history, much as mengi yanayosema ni wa mama, but we know there are men therein. Yes, because this society has been very patriarchal, imekuwa ya wanaume sana. Kwa hivyo ukiona jambo nzuri ikifikia wa mama, wanaume wamehusika. Wanaume wameruhusu. That's the truth. If you look at our history, even when you talk about FGM in 1929, it is men at the forefront who supported that our women should not go through that operation. Therefore, mkisherehekea na sisi tuwasherehekea. Kwa sababu tumefurahia, and this movement has not been useful to women alone. Even to men, to the boy child. Mumesikia hata wanachangia kusimamisha watoto wa washugaji ambao wametuacha. So this ministry where you have planted the trees, where you have put up, premises, like we have the home for the aged just here. Wale walioko hapa si wa mama peke yao. Labda hata wanaume ndio wengi. Therefore, the joy of the Women's Guild is our joy. And we could not be left out. We are happy to be part of that 100 years. And we have lessons to learn where we may not have done as we would have expected. There is room for improvement. So our history will not just be saying everything has been well. It will also be time to look at that history and see what we can do better than we have done previously. Again, let us also purpose to do well in the next 100 years. We will not be participants of the next celebration of 100 years. You and me will not be there, for sure. For sure. So said your apology early. However, we can contribute to that 100 years as those who are not here contributed. Therefore, we have a heavy task on us to do much in regard to this fellowship so that those who come to celebrate, if they remember your name, if they don't remember your name is written in the book of life. Bwana asifiwe. This movement, as recorded in history, was started by a widow, Minnie Watson. Minnie Watson was married to Thomas Watson, Reverend Thomas Watson, in December 1899. That's when Minnie Watson married Reverend Thomas Watson in Mombasa, 1899, December 18. And they came over here in Thogoto and worked together. But just before they could celebrate their 1-year anniversary, Reverend Thomas Watson died.
He died on December 4, 1900. Minnie Watson was left a childless widow. But she did not give up on Kenya. She did not give up on her ministry. She put her best foot forward and started and became a teacher of many, including our founding president, Jomo Kenyatta. Minnie Watson was her teacher, including great servants like Musa Getau. She taught them. But even as she taught them, she looked at the girls around this place and realized that there was a need for them to be in a fellowship, for them to be in a movement. And therefore, one evening in 1922, she called a number of girls and told them that she had a vision of a great movement for girls and for girls at the time. Remember, the girls were greatly challenged them. The parents would let a few boys go to school, but they would not let girls go to school because of the expected dowry that the girls would bring to them. They didn't want anybody to tamper with their girls, touch anything else but not their girls, because it was their investment. They knew the future would be bright with these girls. Therefore, they would not let them go very far away from home. And therefore, the girls were held at home. Much as education was going on here, they could not access that education. So the few who came, a few courageous parents, and a few, in quotes, rebellious girls, came over here and were enrolled. Those were the girls that Minnie Watson started the journey of the Women's Guild with. And their names are written, not necessarily to be read now. That was the first group. Then another group in 1926 was again recruited, and that's where Nyakenywa, who was talked about here, came in. Eliza Moheto Wairimo Kemani was in the first group of 1922, and Eliza Moheto Wairimo Kemani later married Tilas Wayaki, and they got very many children. Among them, Waboyo Otieno. Among them, Dr. Munyo Wayaki. Those are children of the Women's Guild. She was in the first group, and other ladies who are in our history. However, when Minnie Watson went home, she retired in 1931. She had already started the fire of the Girls Women Fellowship. It was still a Girls Guild then. And remember that Minnie Watson laid the foundation stone of this great church here. Si mnaona wanawake walianza kushiriki mambo zamani. She is the one who laid the foundation stone, because when Thomas Watson died, he was already, doing some quarrying work of getting bricks to build a future sanctuary. Minnie Watson continued with the job. She supervised the quarrying. So when it was time to put up that church, she was invited to come and lay the foundation stone by the many men who are around. Si nimesema tuko pamoja? Wamama na wababa. Kwa sababu mnasikia wanaume ndio walikuwa wengi, lakini waliona ile kazi huyu mama amefanya. Let us allow her to come and lay the foundation stone. She was not an ordained minister. She was a wife to the late Reverend Thomas Watson. She laid the foundation stone, then retired to Scotland in 1931, and then the guild was dying out, because, as I said, the girls got married. It was a girls' guild, and there was nobody really to give leadership. Until when Reverend Stevenson Gedhi came from South Africa, where he had gone to train, and he started reviving that movement, because he had seen a similar movement in South Africa. And that is when the name was changed from Girls Guild to Women's and Girls Guild. The same was happening at Tomotomo, because Stevenson Gedhi was in South Africa along with our first African moderator, Charles Kareli. So what they had in South Africa, they brought it here. So Gedhi brought it here to revive the women's movement, and Kareli took it to Tomotomo, and the constitution was laid and written, and from then on,
we started having office bearers. It is important to mention those things so that we celebrate posthumously those who have made that great contribution. As I said, it was a seed that was planted. But as we speak today, that seed has become a big, big, big tree. As we are told in the Bible, that seed, once it becomes a big tree, birds of the air will have their shelter within that tree. And therefore, as we speak now, we can talk about the many activities that the women's guilds are involved in. Education, medical care, reaching out to those in need. You mentioned the women's guild, and people will tell you very many things that are happening. So that mustard seed has become a great tree. We are here, brothers and sisters, to be part of the great celebration. And we know it's not just a celebration for the Presbyterians, because the Women's Guild do not discriminate. When they go out, particularly to help the needy, they do not discriminate. They do not ask whether you are a member of the Presbyterian Church. They look at your need and attend to you. Praise be to God. The schools that are there for those who are handicapped one way or the other, enroll from all faith, and even for those who have no faith. Our home for the aged also admit not just Presbyterians, but those who have a need to be attended that way. Therefore, we must keep on keeping on. Women's Guild, girls and women, men therein, let's continue with that good job. Amen. Bwana asifiwe. And now we turn to the word of the day. Let us pray. Master, speak. We, your servants, are listening. You never assemble your people in vain. You have brought us here together for a purpose. Guide us and bless us. This is our prayer and a prayer of faith in Jesus' name. Amen. Our first reading was taken from the book of 1 Samuel, chapter 7, verse 1 through 12. And then our second reading from the New Testament, Apostle Peter's first letter, chapter 4, verse 7 through 11. And our focus, of course, through this celebration are the words that were spoken by Prophet Samuel, who was also a judge, when he said, thus far, the Lord has helped us. That's our focus. But it's good to understand those words in their context. Because he did not speak about the help of the Lord out of nowhere. Things had happened. To cut the long story short, the Israelites had an Ark of Covenant which contained the tablets. So you with the tablets, you are not the first one. There were tablets before Christ. In fact, Moses had 2. Yes, he came down from Mount Sinai carrying 2 tablets. So usirike sana sababu kuna tablet. Musa alikuwa na biri. Waisraeli nao walikuwa na tablet ambazo zilikuwa zimewekwa kwa ile saduku. Na walikuwa naibeba wakienda mahali. It symbolized the presence of God in their midst. One time they went to war against their enemies. Unfortunately, the Ark of the Covenant was grabbed from them and was taken by the Philistines to their land. That was humiliation. That was great defeat. However, God manifested his power by embarrassing the Philistines who had taken the Ark of the Covenant. Because the moment it got into their temple, their gods, the gods that had been carved from pieces of wood, could not stand the presence of God. Therefore, their god, called Dagon, of course it was not a god, it was a piece of wood, would fall. The moment that the Ark of the Covenant got there, overnight, the idol fell. And the Philistines thought it was a big weed that had caused it. So they erected the idol again. But the following day, they found that it had not just fallen, it had broken into pieces.
It could not stand the presence of God. Hence, they decided to return the Ark of the Covenant back to Israel. And they did it by loading it into an ox cart, and it was sent back. And it was received with joy by the people of God. Waliipokea kwa shangwe na vigeregere na vifinjo, kwa sababu ilionyesha Mungu amejipigania. Sanduku lake limerudi. Na kwa hivyo walipopokea, it is at this point that they have a meeting in Mizpah, and the prophet of God speaks and tells them, you have seen the goodness and the greatness of God. You can decide to continue worshiping the gods you found here, gods who have no power, gods who have no potency. You can continue worshiping them. The choice is yours. You can continue worshiping the recent one that you have been converted to, called Ashtoreth. That was the new kid on the block. The new god they were now worshiping. They had worshipped Baal for a while. Then they worshipped Asherah. Then they worshipped another god. And then they found, well, let us try Ashtoreth. Ashtoreth sounds like he or she has a longer name and may be more powerful than Baal and Asherah. So they started worshipping Ashtoreth. But then someone is telling them, now look what your God has done. He has brought back the Ark of the Covenant. So if you decide you are going to worship God, well, I am in that movement myself. And that is the choice they made. And at that point, the Philistines had come to attack them. But God stood with his people because they had got converted. The people had made a decision to follow him. He stood with the Israelites, and they were able to defeat the Philistines. And that is the point when Samuel erected a stone in Mizpah, saying, this far the Lord has helped us. Ebenezer. Because we can see what God has done, even in the absence of his people. He has been able to retrieve the Ark of the Covenant. It has been brought back home without any bloodshed. Now they are safe. Now they have forsaken Ashtoreth. And now they are saying, we will worship God. And they have seen the victory at hand. Therefore, as we ponder over this theme, it is good for us to say that we will make a decision in order to be uttering this word in confidence, that this far the Lord has helped us. We should not sit back, live in a sinful way, live in a way that is evil, only to say this far the Lord has helped us. The two are exclusive. If you decide to follow Ashtoreth and Baal and Asherah, then thus far the Lord will not help you. You are on your own. But if you decide you are going to follow God and forsake Ashtoreth, thus far the Lord will help you. Therefore it's a challenge, although it is also an assurance that God is going to be with us and God is with us. It is also a challenge to you and me as we celebrate 100 years that we must be people of God. We must be people of God individually. We must be people of God in our families. We must be people of God in the ministry. We must be people of God in the country. If we decide to be people of God, forsake Ashtoreth and many other gods that we harbor, then this is our promise. Thus far, the Lord will help us. We shall witness victory. We shall witness success. We shall witness prosperity, but not as a statement just derived from the Bible. And you know we are fond of doing that, of getting juicy verses from the Bible and owning them as our own. But without looking at their background so that we can also apply it to ourselves. We look at the treatment, we do not look at the journey and the steps that we are supposed to take. For instance, when you read the book of Prophet Jeremiah, chapter 29, verse 7, I know each one of you know that verse. You know that the thoughts that God has for us, the plans God has for us are plans for prosperity. Walk into any house, you see that verse.
that the plans God has for us are plans for good, plans for prosperity. We like that word. But I caution you, if you want to use those words, read the context before that. Because people are in exile as they listen to these words. They are being told, if you behave, mukiwa na adabu, sababu hamuna. If you consider your ways, then the plans I have for you are plans for prosperity. But we don't like reading that part. We don't read the other one where people are being told, muwe na adabu nzuri, muwe na mienendo mizuri, mshike njia za Mungu. Hapo hatuwekagi kwa nyumba. Hutaona kwa nyumba yangu nimeweka hiyo. Lakini hapa panasema ati Mungu anatuazia mambo matamu, mambo nyororo, mambo laini, mambo mteremuko. Hiyo sasa tunaweka. We may also take this statement out of context and say, today we were in Thogoto, celebrating 100 years, and God has just told us through his servant that thus far the Lord has helped us. So we can continue with our evil ways because the Lord is willing to help us. We can continue with our corruption. We can continue with hate speech. We can continue with bringing down our families. Thus far, the Lord has helped us. Tafadhali, hiyo si yako. Kwanza uondoe ashitorethi katika maisha yako. Uondoa kiburi. Ondoa tamaa ya pesa. Sababu huyo amekuwa mungu mwingine hapa Kenya. Tamaa ya pesa. Wakristo, Waislamu, wasio na dini, we are all united in one religion called greed. Greed is our national creed. You know we have a creed in this country. But one creed that unites us. Those who love football and those who don't. By the way, World Cup iko hapa. Ililetwa juzi. Iko hapa KICC au imeondoka? World Cup, mlikuwa mnauliza World Cup itakuja lini? Iko hapa. Ilipokelewa na rais. Unaweza kwenda kuiona. Lakini si ile ya kushindana, hii ni ya kuona. Those who love football. Man U, Arsenal, you guys who belong to Man City. Wengine hawajui hiyo ni nini. Those of us who love politics. They wake up politics. They sweat politics. They eat and drink politics. Wengine hawapendi siasa. Wanashindwa nini inaendelea. Ati uchaguzi ni walini hata hawana hakika. Those of us who love farming, wakulima, wafugaji, wapiga biashara. Not all of us endowed that way. But it appears there is one religion that is uniting us. We have one creed that all of us confess. Greed. Collect everything available. Wherever you have an office, make sure you steal and fill all your pockets and those of your neighbors. And then say, thus far, the Lord has helped us. Sababu tumeiba na hatujashikwa. Sini Mungu ametusaidia. Thus far, the Lord has helped us. That is not for you. Like I cautioned some people here, tulikuwa na mazishi hapa. Nikawaambia hii maneno ya kusema, I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Hiyo maneno tutaweka marufuku. Haitawekewa kila mtu. Kwanza tutafanya audit ya maisha yako. Sio kuja hapa kutuambia I have fought the fight gani? Na ulikuwa unasikia vita unatoroka. Vya kiroho na vya imani. I have kept the faith na wewe unaregarega. Hiyo tukasema tutazungumzia. Tuweke masharti. Ili hiyo neno iwekwe kwa eulogy yako. Kwanza tufanye audit mzuri. And then we can say, this guy surely huyo ana deserve. Because the man who said that had really fought the good fight. If you read the Bible, you hear the kind of things he was engaged in. He had really fought the good fight. Therefore, as we celebrate 100 years of this great fellowship, and we have these appropriate words
Thus far the Lord has helped us. Let's go back to our lives. Let's go back to our fellowships. Let's go back to our ministry. Let's go back to our families and ask, surely, are these our words? Or do we need to put them off for some time? Fix a few things. And then use them next year, if we still be alive. Yes, you can look at your life, I can look at my life and say, wait a minute, this is not mine. Because I have still a number of ashtoreth to sort out. I still have some greeds and cravings and obsessions to deal with. Once I have dealt with them, thus far, the Lord has helped me. There was a very influential man in India. His word was taken as law. And he used to move to villages, speaking to people. And they believed in him, and they listened to him. And he went to one place. And a mother brought her son, who was not very young. And she told this man, tell my son to stop wetting the bed. The mother told the man. Because the man was known to be influential. He was known that his word counts. And what he tells people, they hear. If he prohibits, they take it. So the mother told the man, use your command to tell my son to stop wetting the bed. Because I know he'll stop. The man looked at the boy. He looked at the mother and said, okay, I've heard. He didn't tell the boy anything. He left. Came back an year later. The mother brought the boy and told him, man of command, man of respect, I asked you last year to tell this boy to stop wetting his bed. You didn't tell him, and you have the authority to stop him. And the man looked at the boy, looked at the mother, and told the boy, going forward, don't wet the bed again. And lo and behold, the boy stopped wetting the bed. And a year later he came back. And the mother was curious and thankful. She told the man, you know, when you came last, the previous time I told you, you didn't tell him. The following year you came, you told him and he stopped. I'm very thankful. But tell me, why didn't you tell him the first time? Yet you have used the same words that you used. Why didn't you tell him? And the man of authority told the mother, you know what? That time I was also wetting the bed. Therefore, I had to go and endeavor to stop, so that I may have authority over the boy. And that's why it took me a whole year. By the time I came back, nilikuwa nimeacha. Ndio sasa nikaweza kuambia kijana aache na akaacha. Kwa hivyo watu wa Mungu, kama tunataka mabadiliko, yaanze na sisi. Yakianza na sisi, thus far the Lord has helped us. If it starts with each one of us, we do not need to overburden our leaders here. To tell them when we elect you, deliver the following. It will be obvious. Because when they come to our homes, when they come to our places, we will not cheer them when they have stolen our money. We will not celebrate them if they are thieves. Bwana asifiwe. We will not ask them to give us money. I hope you have not carried words of notes to give us. We don't need money. We just need policy to listen and believe that what you tell us, when we put you into account, you'll deliver. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusisumbue hawa watu na madai mengi, nani ana pesa nyingi, nani ana pesa za katikati. Kwani hizi pesa zinatoka wapi hizi mnaitisha? Mtakuwa kama nguruwe anayejikaanga kwa mafuta yake. Yes, because this money you ask and you receive is not hard-earned money. No, I will not earn my money and go distributing it all over. Unless I know how I will recover it. Isipokuwa niwe najua mahali nitairudishia, au kuna pesa ilipaswa ifanye kazi fulani ikakosa kufanya, nimeipora, na waletea niko mkarimu, na wapanga laini wa mama pande hii, wa mama ni wa 500, au ni wameongezewa?
na wengine wakipewa watanyang'anywa na waume wao. Wanaume ni 1,000 pande hii. Sasa washeni greed. And let me again restate the position of the Presbyterian Church of East Africa. We are not aligned to any political party. We are not. All those political parties, all candidates, we treat them equal. And we listen to their words and their policy prayerfully. When it is polling day, we'll be there early. And we will vote. These Presbyterians are voters because they are highly political. Hawa wana Presbyterian wanasiasa wakali sana. Si hao ndio walizaa na kulea Jomo Kenyatta? Hawa ndio walizaa na kulea Elliot Mathu? Hawa ndio walizaa na kulea Hale Thuku? Hawa. They are highly political. Ukae bali kidogo na wao. They can teach you a lesson you will never forget. However, we are not aligned to any political movement. We wish all our politicians well. You have our blessings. Move forward with courage. Meet our people. Talk to them. They will hear you. And they make a choice. Even those who are not here, we receive them wherever they are. We wish them well. Tukutane kwa debe. But moving forward, once again, as we celebrate 100 years, it's possible the Israelites had not lived right with God. They had lived a life of sin. Lakini kutoka hapo, wakasema, sisi tutaishi kwa Mungu, na wakaona mkono wa Mungu akiwashidania. Na hayo ndio pia amerudiwa katika somo la pili, mambo ambayo yanaambatana na watu wa imani. What do people of faith do? They are generous, they are kind, they are forgiving, they are religious, not externally but internally as well. They are faithful to one another. That is what our Apostle Peter says in 1 Peter, the portion that we read. Those people are the ones who can say, thus far the Lord has helped us. It is a message that a challenge to me. I also need to sit and ask myself as your servant, should I utter these words? Or should I be like the man of India who should have been asked to preach and said, I'll preach that sermon next year because I need to go back, align my ways so that I can say, thus far the Lord has helped us. I believe these are words that we can speak from the bottom of our hearts. And they add to the theme of the 23rd General Assembly. That is derived from the book of Prophet Haggai, chapter 1, verse 5. The last clause says, consider your ways. It is not a very polite message to give to the people. When we brought it to you, we had some fear that you will not love us. Because when you tell people, consider your ways, you are not telling them how good and blessed they will be. You are not telling them that their animals and their farms will produce a lot. They may not like you because of late now, prosperity. Of late, prosperity. Tell people that I see several mansions, I see several bungalows and mansions, I see several flats and apartments here. And they will shout a big amen. Tell them, you know, you people, mashamba yenu, hata kama hakukuwa na mvua, mahidi itazaa 3 wata shout big amen. But the moment you tell them, consider your ways, wanaweza kukuhama. Sababu kwa jirani, kwa kopu kwa jirani, wanahubiri ingine tamu kuliko hiyo. But people of God, that is what God said. And hana apology. Consider at all levels. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Indeed, Lord, we want to say, thus far the Lord has helped us. Help us, Lord, to consider our ways so that that word may mean something to us. We want to say it from the bottom of our hearts. We wanted to say it from the marrow of our bones because exactly that is what it should be
as Samuel said, he had lived for you, he proclaimed you, he was not sorry. Therefore, we also want to honor these words because we have chosen them. Make them our word going forward. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. That is the word of the Lord. Kindly take it up and see where you need to change so that we can all be able to say, thus far the Lord has brought us. It is time for offering, and I will invite Elder Anisia, who is the treasurer of the board, to guide us on that. And after she has finished giving us how we will go about it, tutaalika kwaya ya Thogoto so that they can present a number as we give our offering. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Imefika wakati mwingine tuweze kumwabudu Mungu kupitia sadaka. Nataka kueleza vile tutafanya hayo, ndio kwa sababu tuko wengi, so that we don't have congestion, na tuweze kufanya hiyo kazi kwa njia iliyo mzuri. Kwanza tutakuwa na toleo aina mbili. We shall have the members of Thogoto parish, or the members, tafadhali tusikize, members wote wa parish ya Thogoto, they will bring their offerings, na watatoa offerings zao katika boxes zenye zitaletwa hapa mbele, na behind those boxes we shall have men deacons. So the men deacons who are helping us, kindly, if they can come forward, we position them so that all members of the Thogoto, you are offering itapelekwa pahali. Yeah, I can see them, but I can't see the boxes. Yeah, just follow them na macho pahali. Kama wewe ni member wa kutoka parish ya Thogoto, hapo ndio utapeleka. If you I'm informed, you could be having a mnaweza kuwa mnaweka sawandi yako katika bahasha. You'll put the envelope kwa hizo bahasha, kwa box. Kindly, if you can have one this side and another one that side. Hao ni members kutoka Thogoto parish. Then all the other guests and members of Women's Guild kutoka kwa all our regions wataleta their offerings to. We have some very smart girl guilds who are here. Wale mnaona wanasimama and they have a yellow flower on bunch. Hao ndio watasaidia kwa offerings sa all the others. So what we shall do is, these ladies will collect each kikabu, in bag, the Women's Guild celebrating 100 years. Kila moja atachukua moja, and they'll stand not behind but somewhere around here, some around here, mwingine hapo, mwingine na hapa, so that all of us can be able to access them. And then somebody can be doing this for me. You can take each one, and then we shall do this so that we tusikuwe na hiyo congestion. Tutaanza first, we shall start with these tents. Hizi ziko hapa. Hao wakikuja the same time, hao wa hii tent wanakuja.
So we shall have, tutaanza na hii tent, na hii ni kusema kwa mwanzo hapa mpaka mwisho. Kabla tujamaliza hii laini, wengine kindly just remain seated. So here, as they are coming, hii nakuja na hii iko katikati. So we shall start with the 3. Tukuje, tukirundi kwa viti. Tukimaliza hapo, when that tent tumemaliza mpaka mwisho, kwa hii laini tutakuja the next one. And hapa tutaenda the next one. Baka tuende mpaka mwisho kwa hii line, na hawa baka tuende mpaka zile ziko mwisho. And when we are through, tutaona wale wako nyuma ya tent, they will also still come forward, but they will trace where the girls are. So we shall remain seated until all the people in that tent wamekuja. And I think we just start, and we can have excuse me, I'm informed that there are some people who are asking for the pen bill for the Goto. A pen bill for the Goto is 673,715. Pen bill 673,715. Now we can start off. Okay, Thogoto Choir, you can come now and do your presentation. Wageni wetu wameondoka. Thank you so much. Muende salama. May God bless you and be with you in your endeavors. Thogoto Choir, are you around? Na tufanye hiyo kazi ya kumatoleo kwa haraka. Wasichana, fanyeni haraka. Thogoto, it seems hawako karibu. Watoto wetu ambao wako hapa, your lunch is ready. Muende nyuma ya kanisa, you'll be served there. So if you are a child, a Sunday school brigade, wherever you are, kindly enda nyuma ya kanisa letu ili upate mankuli ya wakati huu. So tunapoendelea, okay, Thogoto hawako, kwaya ya Bahati, you can sing from where you are. Okay, please. Tunataka wanapomaliza kuimba nao nini ikuwe iko tayari. Tafadhali harakisheni kwaya ya Thogoto. Kwaya ya Thogoto wako, please. Bahati, hold on. Ndio hao wanatokea. Tutapatia chance yenu kwa wengine, msipofanya haraka. Kindly. The pay bill is 673715. 673715. Gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo, en reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit.
machalo kodi. Waparonu chien, githumbe machon muero. Wadonjo kod sukus, esa machon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort